Bwana wetu asifiwe sana. Bwana wetu asifiwe sana. Jamani, hapana msingi mwingine utawekwa. Sitaki tuende sana. Paulo amesema hapana msingi mwingine itafanyaje? Itawekwa. Isipokuwa msingi uliowekwa ambaye ni nani? Kristo. Kristo alianzisha kanisa yake lini? Wakati wa Pentekoste. Je, hiyo kanisa imekoma? Bado. Ikikoma anachukua mke wake wapi? Nyumbani. Wale wote waliolala katika Bwana, waliolala katika Kristo, wote watafufuliwa. Waliolala katika kila rika watafufuliwa na watatwaliwa kwa dakika moja. Si ya kwamba ati watu wa Paulo watatwaliwa kivyao, watu wa Smirna watatwaliwa kivyao, watu wa Wesley watatwaliwa kivyao. Hapana. Siku hiyo kina Branham hao waliolala watafufuliwa na kina Paulo siku moja. Alafu zote tupokee ujumbe wa mangurumo. Kwani kama sisi tumepokea mangurumo, tumeenda wapi kina Paulo? Sababu Biblia inasema hizo ngurumo ndio zitawaamsha. Bwana wetu asifiwe sana. Kina Branham wamelala, wandugu zetu waliolala juzi wamelala. Ni ile sauti kama ya Lazaro itawafanyaje? Itawaamsha pamoja, wote kwa pamoja. Katika Agano la Kale walifufuliwa kwa pamoja. Tangu Adam mpaka wakati Kristo alipofanyaje? Aliposhuka, wakafufuliwa kwa pamoja. Biblia inasema makaburi yalipasuka, watakatifu wakaonekana wote kwa pamoja. Basi kanisa la mwisho hili, kanisa la Kristo, kanisa la damu ya Kristo, ile ilikuwa ni kanisa la wanyama, damu ya mwanakondoo. Kanisa la pili, Agano Jipya, ni kanisa ya damu ya nani? Ya Kristo, ama damu ya Mungu. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka niwaambie ninapomaliza, hatuna kanisa mbili. Kanisa ni moja. Tangu Petro, tangu Pentecost, kanisa ni moja. Hiyo ndio kanisa inawakilishwa na damu ya Yesu. Kuna nikulu moja hapa wandugu hupenda kutumia sana, ya kwamba unajua sisi hawa watakamilishwa bila sisi. Wanaichanganya maandiko, wakati hiyo maandiko Paulo ndiye alinena. Hebu tuisome. Nani anaweza kuwa karibu absoma katika Waibrania? Waibrania 11. Bwana wetu asifiwe sana. Unajua ndugu, hawa kina Paulo hawatakamilishwa bila sisi. Haisemi hivyo. Wewe unaongezea maneno. Haisemi hivyo. Hebu unaweza kupata ndugu 11 Waibrania 11 mwisho kabisa 40. Wacha niisome. Kwa kuwa Mungu Bwana wetu asifiwe sana. Kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora. Kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Umesikia yako hiyo uvumi? Wanasema kina Paulo na sio Branham, wanasema ni midomo ya wahubiri, ya kwamba kina Paulo hawatakamilishwa bila sisi. Hapa Paulo ndiye alisema hiyo maneno. Branham anarudia kile Paulo anasema hapa. Paulo ndiye alisema nini? Alikuwa anamaanisha nini? Hawa watu ya Agano la Kale, kwa sababu walikuwa wanachinja kondoo, na kondoo haingeweza kuondoa dhambi zao, ilikuwa inafinika. Kwa hivyo Paulo akasema wao hawezi kukamilika
pasipo sisi ambao tumewekea kitu ilicho bora. Damu ambayo inatusafisha sisi ni bora kuliko damu ya wanyama. Sasa unasikia ndugu anasema, unajua pasipo sisi kina Paulo hawezi kamilika. Wacha nikuambie, katika kanisa la kwanza kulitokezea bibi harusi. Branham ndiye anasema hivyo. Walitokezea. Walikuwa tayari kunyakuliwa. Wangenyakuliwa. Walikuwa na neno lote. Lakini Mungu akasema, Paulo, lala tu. Ningali nina mbegu nyuma. Kwa sababu nikukunyakua, siwezi kufanya kunyakua mara ngapi? Paulo akaambiwa lala. Akalala. Si ya kwamba hakukuwa na madini ya kunyakuliwa. Alikuwa na kila kitu ya kutosha kwenda nyumbani. Lakini akaambiwa tu lala, kwa sababu kina Luka wangali, kina Silas wangali. Kwa sababu wanasema paka bibi harusi wa mwisho afanyaje? Haingii. Ndio mlango utafungwa. Sasa unashangaa maandiko kama mtu anatumia na kutumia vinginevyo. Bwana wetu asifiwe sana. Bwana wetu asifiwe sana. Paulo amenenea jambo hilo, ya kwamba hao watakatifu wa kale hawatakamilika pasipo nani? Sisi. Watakamilika wakati sisi tuko ndani. Kina Paulo pia walikuwa tayari kuondoka. Mungu akawaambia lala, kwa sababu nyinyi mkienda peke yenu basi na wengine watabaki. Kwa hivyo laleni mpaka kwanza bibi harusi wa mwisho afanyaje? Akombolewe. Wakisha kombolewa sasa kanisa litakuwa kamili. Jamani, namalizia kwa kusema hapana msingi mwingine. Ila msingi ni huo moja ambaye ndio Kristo. Bwana wetu asifiwe sana. Acha nisome kitu napomalizia. Utakalimani hili katika Muru wa 5 kuna kitu nabii anasema hapa. Haya 77, Muru wa 5 haya 77. When the Acts of the Apostles is the very foundation of it, not a framework cha kuigizia, the foundation. Because the Bible says that the foundation of God is built upon the doctrine of the apostles. Right. Christ, the head, the cornerstone. Jiwe la pembeni. Bwana wetu asifiwe sana. Kristo akiwa hapa chini wakati wa Paulo akipanda, hiyo kichwa ilikuwa inaitwa jiwe la pembeni. Kwa sababu ingejaribu kuwekwa katika kanisa la kwanza haikitoshi, ikawekwa pembeni. Ujenzi unaendelea. Hiyo jiwe itakuja kupata nafasi yake. Katika wakati wa Paulo haikuweza kuwekwa, sababu kanisa ilikuwa pana, jiwe ni kidogo. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo nabii anasema nini? Msingi ambao umewekwa ni Kristo, ambaye ndio nini? Ndio kichwa. Kichwa ndio hii ya juu. Alafu anasema ambaye tena ndio jiwe la nini? La pembeni. Sasa unaweza kutofautisha namna gani? Unaweza kuwagawa namna gani? Jiwe la pembeni, kichwa, Kristo ni neno moja. Bwana wetu asifiwe sana. Tuna agano 2 tu. Hatuna agano 3. Kuna vile watu wanataka kufanya agano 3. Haiwezekani. Agano ni ngapi? 2. Agano ya wanyama na agano ya Kristo.
Kristo hajamaliza kazi bado, anakaribia. Dalili zote zinaonesha anakaribia kumaliza kazi yake. Alisema siku hizo za mwisho, wakati mwana wa Adamu atakapokuwa anafunuliwa, ulimwengu utaingia katika uchafu, ndoa zitaharibika, wanawake watakuwa malaya, wanaume hawatakuwa watu wa kujukumika, mavazi machafu yataingia. Mambo haya yote tunaona na macho yetu. Ni dalili za siku za mwisho, ya kuonesha kwamba Kristo anakaribia sasa kuja kunyakua nini? Kanisa lake. Hajaichukua bado. Hiyo ndio kwa sababu nakatalia kusema ya kwamba tuna agano ngapi? 2. We have the Old Testament and the New Testament. Tuna agano la kale na agano jipya. Agano la kale ni damu ya wanyama. Agano la pili ni damu ya nani? Ya Kristo. Sasa unataka kuweka agano gani nyingine tena? Bwana wetu asifiwe sana. Agano la pili ni damu ya Yesu Kristo, ni kifo ya Yesu Kristo, ni ufufuo wa Yesu Kristo. Bado ni kitu kimoja. Jamani, lazima tuelewe Mungu anafanya nini katika kizazi chetu. Lazima tujue. You must know. Lazima ujue ujumbe wako. Tusipotoshwe na watu, tujue ujumbe wetu ni nini. Ujumbe wetu ni urejesho. Mungu hataenda kupanda ama kuanzisha kanisa mpya. Atalirudisha kanisa lake hilo la mwanzoni. Bwana wetu asifiwe sana. Ili ibaki ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata na. Angalia kanisa ya leo. Angalia barabarani, angalia wanawake vile wanavyovaa. Angalia vile wamerarua manguo zao. Unataka kusema kanisa la kwanza lilikuwa hivyo? Hiyo ni upanzi mwingine. Hiyo ni mbegu nyingine. Lakini Bwana atalirudisha kanisa lake kama vile alivyotabiri katika Yoeli, akatabiri katika Malaki ya kwamba nitalirudisha. Hiyo kanisa ambayo ilikuwa imepotea atairudisha. Hiyo ndio kwa sababu tumetoka katika madhehebu zetu na kurudi kwenye neno. Hiyo ndio vita. Bwana wetu asifiwe sana. Get back to the word. Rudi kwenye neno. Bwana wetu asifiwe sana. Turudi kwenye neno. Bwana wetu asifiwe sana. Kuna kanisa lingine itaanzishwa. Bwana wetu asifiwe sana. Kanisa ni ule ule. Imani ni ile ile ya kwanza. Nakumbuka wa Pentekoste walikuwa naimba imani ile ile. Imani ile ya kwanza. Imani ile ile. Imani ilienda wapi? Hiyo ni wimbo tuko tunaimbia watu sasa. Where is that faith? Hiyo imani iko wapi? Tulianza nayo. Imani ambayo hatungekubali dhambi iwe katikatini mwetu. Usharati haungetajwa katikatini mwetu. Roho ya chuki ingekuwa katikatini mwetu. Masengenya hayakuwa kanisani. Hiyo imani ilienda wapi? Kanisa limekuwa kanisa la Wakorintho. Wakati ambapo ilipaswa kuwa kanisa lenye nguvu, kanisa ambalo linakaribisha Bwana hapa chini. Jamani, itakuwa ni vigumu sana tuone Bwana hewani kama hatutang'ang'ana. Itakuwa ni vigumu sana. Kwa sababu nabii anasema wengi watatambua, hawataona. Watasema tu sijui wandugu hapa, sijui ama wameshikwa, ama sijui. Muende muangalie mvua ilinyesha nyingi, pengine ilivuruta mtu kaenda mtoni. Na kumbe sivyo. Kumbe watu wamefanyaje? Wamenyakuliwa. Dada yangu, waache isikutendekee hivyo. Usiwe mwanamwali mjinga ambapo walikesha na wenzake, alafu mwisho wakakosa kuingia katika harusi ya Bwana. Tusiwe wale wapumbavu. Tumefundishwa na neno. Tuwe wenye bidii, tuwe wenye nguvu. Bwana wetu asifiwe sana. Na tuone ya kwamba tutakuwa tayari katika saa yetu na kujua saa ambayo Bwana atakuja. Usiku wa manane itupate mataa zetu zinawaka. Taa ni nini? Roho Mtakatifu ndani ya watoto wake. Bwana wetu asifiwe sana. Inaenda kutukia
na wengi hawatajua. Bwana wetu asifiwe sana. Itatukia na wengi hawatajua. Watu wanang'ang'ana kujenga makanisa, wanang'ang'ana kununua vyombo, na Bwana atakuja kwa ghafla. Hawatajua kitu gani inaendelea. Neno likasema, waache isiwe hivyo kwenu nyinyi, kwa sababu mmejaliwa kuzijua siri za mbinguni. Waacha kwa madhehebu wakae na giza yao, waongojelee Mungu ambaye amekuja tayari na ameondoka na bibi harusi. Mungu awabariki sana. Nataka nikoma hapo nikisema Bwana awabariki, na nasema katika maombi ya jioni mtakumbuka pia safari yangu, na hata nami nitawakumbuka. Mubaki na amani ya Bwana. Mungu atulinde katika hiyo safari, na Mungu afanikishe kazi yetu, na turudi nyumbani na ushuhuda. Itakuwa ni jambo nzuri. Mtaendelea kuweka maombi juu, mkiombea huduma hiyo ili Mungu aweze kutenda ishara. Asanteni, Mungu awabariki na Mungu awe pamoja nanyi. Tutaweza kuamuka tukiimba wimbo wa kufunga mkutano wetu. Amen. Ndivyo ninavyo mwabudu Mungu wangu, kwa njia ile waitwao uzushi. Ndivyo ninavyo mwabudu Mungu wangu. Kwa njia ile waitwao uzushi, ndivyo ninavyo mwabudu Mungu wangu. Glory.